Naam, mtazamaji wa May Online TV. Hapa nimetembelea moja ya kikundi cha wajasiriamali vijana na hawa wanatambulika kama Mimu Group. Na lengo la kuja hapa ni kutaka kuona namna ambavyo mikopo ambayo inatolewa na halmashauri ya 10% kwa ajili ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, namna ambavyo inafanya kazi na kuwanufaisha vijana. Na hapa nimetembelea kwenye moja ya kazi ambayo inafanywa na hiki kikundi cha Mimu Group, ambapo wao wamepatiwa mkopo wa shilingi milioni 5 kwa mwaka huu 2026 kutoka halmashauri ya mji Newala. Na hapa ni moja ya duka lao ambapo wamewekeza katika vitambaa, lakini kwa mujibu wa maelezo ambayo nimeyapata hapa kwa kiongozi, pia wana karakana ambayo hiyo sasa inahusika na utengenezaji ama ushonaji wa nguo mbalimbali, ambapo pia imetoa fursa kwa vijana wengine ambao wanashirikiana nao katika kufanya hiyo kazi. Awali, karibu uweze kujionea aina ya vitambaa mbalimbali ambao viko hapa, lakini tuweze kuzungumza na kiongozi wao pia ambao yuko hapa anaendelea na shughuli za uuzaji wa vitambaa, lakini pia naona kuna mashine hapa kubwa ya kudarizi. Bila shaka ni moja ya kazi ambazo wanazifanya. Habari yako? Mzuri. Ndio, majina yako? Naitwa Hamis Mimu. Ndio, wewe una nafasi gani kwenye hiki kikundi cha Mimu Group? Mimi ni mwenyekiti. Haya, karibu tuambie namna ambavyo mmefanikiwa kupata huu mkopo kwa mwaka huu 2026. Tunashukuru tulipata mkopo wa shilingi milioni 5 ambao ndo tumetumia kujiendelezea kama hivi mnavyoona. Haya ni mazao, lakini bado tulikuanzia. Ndio. Nadhani kama tutaenda huko tutaenda kujionea zaidi. Haya, na mkopo huu ambao mmeupata nyinyi kama vijana umewanufaishaje katika kujiendeleza kibiashara na kazi yenu ambayo mnaifanya? Tunashukuru. Tulianza na mashine chache, sasa hivi tuna mashine za kutosha. Kama unavyoona hivi tuna duka na bado tunaendelea, tuna shughuli zingine zinaendelea. Kupitia kazi yenu hivi sasa mna idadi gani ukiachana na idadi ya wanakikundi, lakini vijana wangapi wengine ambao mmeweza kuwapa nafasi ya ajira? Katika ofisi yetu tuko na vijana wengi kidogo, kwa sababu kuna wengine wanakuja na kutoka, na tunao wa permanent moja kwa moja. Kwa hiyo tuna vijana pale wasiopungua 10. Tunao wa kiume 2, tunao wa kike kama 8, 7 hivi, ila kuna wengine wanakuja na kutoka. Inategemea tuna kazi kiasi gani. Tukiwa na kazi nyingi, kwa hiyo tunachukua zile ajira za temporary, tunaleta watu watusaidia kazi. Tukiwa na kazi za kawaida tunaendelea na sisi wenyewe kwenye kikundi chetu. Okay. Na labda hivi sasa changamoto gani ambayo labda mnaiona, na labda mmeshaanza kurejesha mkopo wenu? Mkopo tumesharejesha nadhani kwa 70% tumesharejesha tayari. Kwa hiyo bado tunaendelea kujiendeleza wenyewe kwa 70%. Mkopo kwa 70% nadhani tumesharejesha tayari. Okay. Na mnatamani nini zaidi labda kupitia hii mikopo ambayo inatolewa na halmashauri? Tunatamani kikubwa zaidi na malengo makubwa. Tuna malengo kwa sababu hivyo tumekodi, ofisi hii tumekodi, hata huko nako kwenye karakana yetu pia tumekodi. Kwa hiyo tuna jengo la kwetu wenyewe. Hiyo vitu tunahitaji. Tuna jengo letu wenyewe na ndio malengo yetu ambayo tumejiwekea kwamba tusije tunakodi tena. Mna uhitaji wowote tena kwa halmashauri? Uhitaji upo, tunahitaji kwa nguvu nyingi tu, tuna uhitaji bado, kuna vitu vingi havijaje. Bado kama mkipatiwa labda shilingi ngapi hivi mnaweza sasa mkaenda mkakidhi mahitaji yenu? Lengo letu tupate hata ikiwa kama milioni 30, nadhani tulipo hapo tunaweza kujiendeleza zaidi. Kwa sababu tunahitaji, kama nilivyosema, kwamba tunahitaji tupate jengo letu, karakana yetu tutaenda kujionea. Mashine hazitoshi, tunahitaji tupate mashine zingine. Tuna malengo kuongeza mashine zingine za kisasa zaidi. Okay. Kwa hiyo vitu vyote hivi ni gharama. Tunahitaji mashine, kuna mashine za kudarizi, sababu tunahitaji kuzalisha vitu vya kisasa zaidi. Na kwa sasa labda aina gani ya nguo ambazo mnatengeneza? Sasa hivi tunajishughulisha, tunashona suruali almaarufu tuna jeje. Okay. Zile tunazalisha jeje, tunazalisha magauni, tunazalisha vijora, tunazalisha skate. Tunazalisha skate za watoto na wakubwa. Nimeona hapa moja ni mzuri sana kiukweli, na hii ni miongoni mwa nyie ambazo mmetengeneza? Hiyo miongoni mwa bidhaa ambayo inatoka ofisini kwetu, na nyingine hiyo hapo sipo, na doli mkubwa kavaa hapo. Hizo zote ni miongoni mwa bidhaa zetu sisi. Okay. Sasa mnatumia njia gani kujitangaza ili kuweza kuwafikia wateja wengi zaidi, waweze kuwafahamu na muweze kufanya vizuri zaidi kwenye upande wa soko? Wateja tunatumia ushawishi, kwa sababu bidhaa zetu
tunazitengeneza kwa ubora zaidi. Kwa hiyo mara nyingi tunatembea kwa mfanyabiashara, tunaonyesha bidhaa zetu kwa sababu tunauza madukani. Yaani sisi tunauza jumla madukani. Wao sasa ndo kwa hiyo sisi kama kiwanda tunazalisha, kwa hiyo tunatembea madukani, tunaonyesha sample zetu, tunatembea mikoa tofauti, Dar es Salaam, tunapeleka Songea, tunapeleka kuna bidhaa tunapeleka mpaka Tunduma. Okay. Kwa hiyo moto tunazunguka, tunafanya research nini kinahitajika, kama hizo swali tunaonyesha bidhaa zetu. Basi wanazielewa. Tunafanya biashara. Aha, na soko mnalionaje sasa? Soko ni kubwa kuliko uzalishaji. Okay. Ya, soko ni kubwa kuliko uzalishaji. Kwa hiyo mnahitaji nguvu kazi pia. Tunahitaji nguvu kubwa. Mnahitaji labda ongezeko la watu wakuja kuwasaidia kufanya kazi? Issue sio ongezeko. Kwanza mtaji uwe nao. Ili muongeze mashine. Ili sasa uongeze watu. Uweza mtaji kwanza ndio uongeze watu. Mtaji ndio kitu kikubwa kinahitajika. Kwa sababu sasa hivi tuna balance kutokana na mtaji wetu tuliokuwa nao. Mtaji wetu tuliokuwa nao ndio tunaenda nao hivyo hivyo. Na mmeanza mwezi wa ngapi labda mpaka hapa mlipofikia? Sisi tulishaanza kabla tujapata huu mkopo. Okay. Kwa hiyo mkopo umekuja tu boost kidogo lakini sisi tulishaanza hizi process muda mrefu. Biashara tulikuwa tunafanya muda tu, ila ulivyokuja mkopo umekuja kutuongezea nguvu kidogo. Yeah. Neno lako sasa kwa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye anaendeleza hii mikopo kwa halmashauri, lakini pia na halmashauri ya mji Newala pia kutokana na mkopo huu ambao wamewapatia. Kwanza nishukuru, nitoe shukrani kwa serikali kwa kufikiria hili kwa vijana. Pia wazidi kuongeza. Wazidi kuongeza kwa sababu hii ukiangalia pale mimi nabeba watu karibu, achilia sisi wana kikundi, kuna watu pale wanapata ajira, wanajipatia riziki. Kwa hiyo vitu ni vya kuongeza kwa sababu vinatufikia mpaka watu wa chini kabisa, yani watu wa mwisho vinawafikia. Kwa hiyo vitu ni vya kuviongeza kwa bidii. Okay. Yeah. Haya, mwisho labda neno lako kwa vijana wengine au wana kikundi ambao wanatamani na wao wapige hatua, waweze kukopesheka na wafanye vizuri kwenye biashara zao, lakini pia waweze kurejesha. Vijana kwanza, kikubwa hakuna mafanikio ya mtu mmoja. Katika mafanikio lazima mkusanye nguvu. Lakini kama unataka kutembea peke yako huwezi kutembea. Kwa hiyo vijana wajikute wakusanye zile, kwa sababu watu wana talent tofauti. Lakini wakiweza kufanya kwa pamoja wanaweza kupiga hatua. Hicho kitu kikubwa sana. Na ubunifu pia, ubunifu unahitajika. Maisha sasa hivi yanahitaji ubunifu sana. Hasa kwa vijana. Okay. Hasa vijana tujitume. Tupambane sana. Okay. Life is tough sana, tupambane. Haya, hii ni sehemu ya kwanza ya mahojiano na kikundi hiki cha Mimu Group, na tumeona sehemu yao ya kwanza ambao wanaweka vitambaa ambavyo hivi wanatumia katika kushona nguo mbalimbali ambazo tumesikia hapa wanaziuza kutoka katika maeneo mbalimbali, si tu katika wilaya hii ya Newala, lakini wanapeleka pia nje ya maeneo haya, hata Dar es Salaam tumesikia hapa, Songea, Ruvuma. Kwa hiyo ni ubunifu mkubwa ambao unaendelea kufanywa na kikundi hiki. Usikose episode ijayo na kikundi hiki cha Mimu Group, tutaenda kujionea sasa kazi ambazo wamezifanya. Hayo magauni yakoje, hizo sketi zikoje, hizo nguo zikoje? Basi usikose kufuatilia Online TV. Lakini